Wimbo unaitwa Nina Ndoto kutoka kwa ndugu yetu anafahamika kama Jackson Maliga. Yeye yuko Iringa, anawakilisha vema sana mkoa wa Iringa kwenye masuala ya uimbaji na utumishi wa jumla kwenye uimbaji. Ukitaja basi utaacha kumtaja huyu jamaa pale Iringa, namna ambavyo amekuwa akihudhuria matamasha mbalimbali, namna ambavyo amekuwa akitumbuiza kwenye matamasha mbalimbali, na tumeanza naye safari kitambo sana kwenye muziki wa Injili kwa sababu ameshatumbuiza mara kadhaa, ameshaonekana kwenye majukwaa mara kadhaa, lakini ameshatoa wimbo kadhaa ikiwemo Jitambue ambayo ina miaka kama 5 tangu pale ambapo imetoka, ikiwemo pia nyimbo ambayo inafahamika kama Anaweza ambayo ina miaka 5 pia tangu ambapo imetoka na imefanywa kwa K-Sam. Wanachanganyikiwa, producer K-Sam, director akiwa ni Tenya Brown. Miaka 5 iliyopita, nahitaja 2021 2020 pale. Nataja wimbo wake mwingine pia ambao unafahamika kama Nina Ndoto. Ndio huu ambao tunausikiliza sasa. Huyu ni nani? Jackson Maliga. Tuko naye siku ya leo na tunaenda kuzungumza naye vitu kadha kuhusiana na uimbaji wake, na hii ndio Mgeni Nani siku ya leo kupitia 96.5 Point FM kupitia Gospel Link. Pengine una maswali mengi sana kuhusiana na uimbaji wake, na mimi pia na maswali mengi uwezi amini, lakini kwa kuwa tunaenda kuzungumza naye, basi mengi zaidi atakuja kutujibu yeye mwenyewe. Mengi zaidi ambayo tunajiuliza majibu naye. Nazungumza naye kwa njia ya simu hapa ili tufahamu vitu kadha. Jackson. Amina, Bwana sifiwe. Amina, kwema? Kwema, habari za hapo Dodoma? Hapa salama kabisa. Nifahamu uko Iringa au wapi? Mimi nipo Iringa. Okay, karibu sana. Leo imekuwa heri sana kwenye Gospel Link tukasema tuzungumze na wewe. Amina, karibu mtumishi wa Mungu. Tufahamu vitu vingi sana. Cha kwanza nikupongeze kutokana na safari ya muziki wako tangu tulipoanza hadi hapa tulipofika. Amina, nashukuru. Okay, unajiona vipi kwenye safari yako ya muziki tangu 2020 mpaka sasa 2026? Tunamshukuru Mungu, mafanikio ni makubwa, hasa mafanikio ya kiroho. Watu wanapokea, wanabarikiwa, na baadhi ya wengine wanaokoka na wengine wanafunguliwa na vifungo kupitia muziki. So tunashukuru Mungu kwamba Mungu anafanya kitu kupitia huduma ya kuimba. Okay. Huu wimbo ambao nimetoka kuucheza unafahamika kama Nina Ndoto, na ni wimbo wako pia. Ndoto yako kubwa ni nini hasa ukiangalia tangu pale ambapo umeanza mpaka sasa tulipofika? Kwa kweli ni wimbo ambao niliongozwa tu na Roho Mtakatifu, nikagundua kwamba bado tuna ndoto kubwa, hasa kumtumikia Mungu. Ndoto ni ndefu, tufike mbali, na hata tusipofika Marekani lakini nyimbo zetu zifike Marekani kwa sababu zimebeba ujumbe wa Mungu. Bado tuna ndoto hizo. Amina. Okay, kwenye ndoto zetu kuna sehemu tumefika au bado? Kwa sehemu yake mimi niseme nimeshafika, kwa sababu kuna vitu ambavyo tuliwahi kuvifikiria toka nyuma na sasa tunaviona kwa sasa. Kwa hiyo kwa sehemu nimefika, lakini bado tunaendelea na safari. Okay. Basi pongezi sana. Tulianza kufanya nyimbo kwa K-Sam, tulianza kurekodi video kwa Tenya Brown ambaye yuko Iringa pia. Kwa nini tulisitisha na sasa tukahama tuko sehemu nyingine? Muziki unabadilika, alafu si kila siku unaweza kufanya na mtu mmoja, na unapotengeneza nyimbo, unapotunga nyimbo, waga kuna kitu ndani kinakwambia kabisa huu wimbo utafaa rekodi fulani, hii video inafaa rekodi mtu shoot mtu fulani. Kwa hiyo nadhani tunaongozwa na Roho Mtakatifu ndani, na ni kubadilisha tu vionjo tofauti, si kila siku tafanya na mtu mmoja. Tunaona akina Rose Mwando walianza na kina Ilo TV miaka mingi, lakini sasa wanaenda na madalika wengi, ni kubadilisha tu vionjo nadhani. Okay. Sawa. Unaonaje muziki wa Injili kwa sasa? Muziki wa Injili upo unaenda, lakini tunaingiliwa na AI. Ni vitu ambavyo bado vinaleta changamoto hasa kwenye ulimwengu wa muziki. Ila tunaendelea kupambana na tunamuomba Mungu tu aendelee kutushika mkono katika ile, lakini AI imekuja inafanya vizuri na kuuza muziki, lakini bado kwa waimbaji inaweza ikafifisha baadhi ya vitu. Okay, kama tumefahamu hilo ni tatizo, tunajipangaje na lipi ni suluhisho letu ambalo tunaamini litakuwa msaada kwetu? Mimi nadhani kwa viongozi wa Mungu, hasa kwenye ulimwengu wa roho, waga tunakuwa na kitu cha maombi, kwa sababu ukishaona namna hiyo, basi najua kwamba ni shetani huwa hapendi sana kazi ya Mungu isimame. Kwa hiyo kuna vitu vinakujaga kama vyema, vinaweza vikasimama kama vinasaidia, vinasupport kazi ya Mungu, lakini kumbe mwisho wa siku
ni kitu kinachokuja kuleta uharibifu. So tukiwa na macho ya rohoni, nadhani tunaomba na tunajipanga pia na sisi tufanyaje ili shetani anaposimama na sisi tusimame na uwepo wa Mungu ili kuharibu kazi ya shetani, kwa sababu tupo kwa ajili ya kuvunja kazi ya shetani. Sawa. Nimesha kuona mara kadhaa kwenye majukwaa hata ambayo wakati mwingine sikuwepo. Tumekuwa tukitumbuiza sana Jackson Maliga. Ni huduma ama biashara? Mimi kwangu ni huduma, na ukiangalia mimi sio muongo kwamba sijawahi kukaa na mchungaji akanipigia simu kwamba njoo kwenye mkutano wangu, unafanyaga shilingi ngapi. Sina hiyo hali, ila najikuta tunaalikwa, nitakuwa na mkutano labda siku kadhaa, mtumishi kama utabarikiwa tunaomba utusaidie labda kuongoza hivi, basi unaenda. Muda mwingine unaenda kwa nauli yako, unarudi kwa nauli yako, isipokuwa tu Mungu amenisaidia kunipa maono. Mimi ni mwandishi wa vitabu, pia ninatembea na flash. Kwa hiyo kuna wakati mwingine pale nitakapofanya huduma, kuna watu wananiungisha vitabu, wananiungisha nini flash, basi napata nauli. Wagi msumbufu sana kwa watu walionialika. Kama ishara watu wakawa wamebeba wanakabasha kuna 20,000 30,000 unaipokea, kwa sababu ndo hali halisi, ni utafanyaje? Okay. Sawa. Tukifikia huko basi itakuwa ni Mungu anakuwa ametubesi, lakini kwa sasa mimi nafanya tu huduma. Sina biashara na sina, mimi siwezi kusema muziki si unalipa na nini, kwa sababu mimi sioni hela kwenye muziki. Sioni zaidi ya kuuza vitu vyako na kuwekeza kwenye muziki, kwa sababu ni injili kama injili, na tumelenga kumtumikia Mungu, kutafuta roho za watu zilizopotea. Okay. Ipi ni simu bora kwako? Simu ambayo unapiga wewe kuomba ukatumbuize pale ambapo umesikia kuna tamasha ama tukio, au ile ambayo unapigiwa na kuulizwa tukulipe kiasi gani uje? Nadhani ni vyote. Mimi kwangu ni sawa. Kuna wakati labda kwa mfano matamasha ya kiserikali hayo ni kwa sababu ni mambo ya duniani huko, huaga mara nyingi labda wakiuliza bana tunafanyaje, basi kiwaambia mkafikia mahali sawa. Lakini kuna maeneo mengine ambapo unatamani tu kupeleka injili tuwe mwenyewe, kuna wakati unaweza kupiga simu natamani kujumuika kwenye huo mkutano ukawepo. Kwa kuna namna ya kujipeleka, lakini kuna namna ya kupelekwa, kuna namna watu wanakuita, ila kuna namna sehemu nyingine unajiweza kujiita mwenyewe kulingana tu na uwepo wa mkutano ulivyo. Roho Mtakatifu akakubariki basi unafika. Okay, sawa. Sasa tumeona umehamia kwa Mr. Kamwene ambaye ni director na producer pia. Tutajie hii safari imeanzaje, ikiwa huyu ni maskani kwenu pia homeboy wako? Tumetoka mbali na tumefanya vitu vingi, na alinishirikisha ule mwezi wa 7 mwanzoni kabisa kwamba nimeagiza kamera yangu kutoka China, na kwa sababu ilikuwa ni project ya muda mrefu, alikuwa ananihitaji sana, bwana njoo rekodi hata ushuti kwangu, na kwa sababu kampuni ndio imeanza ya kushuti, basi akatamana akabarikiwa na yeye aanze na mimi nikakubali, nikamwambia sawa haina shida, na yeye ndo akavoti wimbo kwamba anatamani hiyo tupige hiyo na relax ndio tushuti, nikakubali. Okay. Na nyimbo ambayo waliomba madirector wengi kushuti, lakini basi neema na baraka zimedondokea kwa Mr. Kamwene, na kwa sababu ni jamaa wangu ambaye tumetoka mbali, nikakubali ndio tumefanya. Kwa hiyo ni mtu ambaye tu amenibeba niseme katika hilo, na kwa sababu alikuja kwa heshima kuniomba na mimi nikakubali wito. Nimeenda, tumefanya kama inavyotakiwa. Ndio. Nashukuru Mungu inaenda. Okay, ipi salama sasa ya kufanya kazi na mtu mmoja? Cha kwanza ni mtu wa nyumbani, cha pili audio amefanya yeye, video pia akafanya yeye mwenyewe. Mimi nadhani Biblia anasema mtu aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa hiyo huenda yeye labda amebarikiwa na mimi, lakini pia ni kwenye mambo ya biashara. Yeye amefungua pale hiyo kampuni ya kushuti, nadhani ni mambo ya biashara. Kwa hiyo ukaga tunatafuta sambo. Yaani watu hawezi kuamini bila kuangalia sambo, na ndio maana akanitumia mimi kama sambo ili watu wengine waone kwamba anafanya vizuri. Na kupitia mimi kweli tumeona amepata kwaya nyingi ambazo sio muda mrefu anaenda kushuti. Amepata na waimbaji wengine mbalimbali kutoka sehemu nyingi ambao wanaenda kufanya kazi na yeye. Kwa hiyo nadhani hii imemfungulia milango. Alijitoa kama sadaka kwangu, lakini imemfungulia milango mingine. Okay, sawa. Tumebakiza nini ili tuwe na matamasha yetu, au tutaendelea kuhudhuria ya watu na kualikwa?
Hapana, kwa sasa unaona nimetulia sana, hata uoni matamasha ya kusafiri kwenda mbali, kwenda kusafiri nje kama nilivyokuwa nafanya huko nyuma. Kwa sasa nimetulia sana kwa sababu nipo darasani, nimesoma chuo cha Biblia, najiandaa kwa ajili ya utumishi mwakani. So kwa sasa ninakuta nimepunguza baadhi ya vitu, lakini nadhani mwakani nitaanza kurudi, na kuna vitu ambavyo nitaanza kuviandaa mwenyewe bila kusubiria watu wakualike. Na huo ndio ulikuwa mjadala wetu siku ya leo tunavyoanza kipindi, kwamba kwa waimbaji kuwa wachungaji ni sawa au ikoje? Kumbe na wewe uko njiani kuwa mchungaji. Ni sahihi, nipo njiani kuwa mchungaji. Ni muda mrefu ambapo ilibidi niwe mchungaji, na nadhani kwamba muda ulikuwa bado hujafika, na ndio maana Mungu akanitrain kwanza kwenye uimbaji, na sasa ninaingia huko. Na nadhani kwamba sijaanza hapa kuwa mtumishi, nadhani unanifahamu, muda mrefu nimekuwa mwinjilisti kwenye kanisa la KKT. Mpaka sasa nilipo hapa ndo nilipo darasani. Mwakani nadhani nitaanza utumishi rasmi. Okay. Hongera sana, na sisi tunakutakia laheri ukaweze kufanikiwa, ili tujivunie pia kuleta shida zetu tuombee bwana. Sasa karibu sana. Shukrani sana. Kabla tujaenda kutambulisha wimbo mpya, nilikuwa nataka nifahamu experience ambayo unayo. Mara kadhaa nimeona ukiwa kwenye matukio unauza flash zako. Inakuathiri vipi pale ambapo unapeleka nyimbo zako alafu watu hawazipokei kama ulivyokuwa umetarajia? Hiyo ni mara chache sana, nisiwe muongo mbele za Mungu. Mimi nikiwa nimebeba hasa vitabu ama flash kwa kule nilikoalikwa, mara nyingi unakuta kuna watu ambao wanakupigia simu kabla ya tukio kufika. Kwa unakuta mtu anakuambia niletee flash. Kwa unabeba flash kwa na uhakika na watu wanaenda kuchukua, lakini ukishafika pia kule kuna watu wapi ambao watapenda ukishakaribishwa kuimba, ukishaimba watu wanaona uzuri wa kazi yako, wanabeba kazi yako. Labda changamoto ni pale ambapo naalikwa. Kuna mahali niwahi kualikwa, alafu nakuta yule mratibu wa mkutano ama tuseme mara nyingi anatumia MC akashindwa kunialika kunikaribisha kuimba. Hiyo ndio changamoto. Kwa hiyo watu wapya wale hawataelewa kwamba wewe unaimba namna gani, kwa sababu nakuta mwingine hakuifahamu. Kwa hiyo ungeimba mtu angeelewa ulichokifanya, inakuwa rahisi kuchukua kazi yako. Lakini usipokaribishwa kuimba, basi ndio inaathiri. Lakini mara nyingi mimi watu wanakuaga na watu hata wanaoagiza hiyo kazi kabla ya siku kufika. Okay. Kwa hiyo tumetofautiana na mialiko na huduma, tumetofautiana, na kama yani tuseme madhehebu yapo tofauti. Kuna wengine wanaweza kukualika ukafanya vizuri, wanakupa uhuru wa kuimba, lakini kuna wengine wao ibada ya kusifu sio sana. Kwa hiyo tumetofautiana. Hivi unafurahia kuwa muimbaji? Kwa kweli kuna wakati unafurahia kwa sababu ni Mungu amekupa, lakini hii ni kazi ambayo ni ngumu sana. Kwa kweli ni kazi ambayo ni ngumu, ina maneno mengi, watu inavita nyingi, inahitaji hela nyingi hivyo. Kwa hiyo kuna wakati huwa namwambia Mungu, kwa nini ulinipa hichi kitu? Kwa sababu kina maneno mengi. Ni watu wanaweza kuchukulia tofauti ambavyo inatakiwa. Ukaongozwa na Roho Mtakatifu tu vizuri, kaimba wimbo, lakini wimbo ukatoka ukawa na maneno, kanuni imba hivi, kwa nini hivi, kwa nini hivi. So kuna wakati wasifurahi. Kuna wakati pia unafurahia, lakini kuna wakati unafurahia, lakini kuna wakati kuna machungu na kuwa mengi sana. Kwa hiyo kufurahia ni kuchache kuliko. Basi relax. Karibu sana, tuzungumze kuhusiana na wimbo wetu mpya na Relax. Idea ilikuwaje, lakini kwa nini pia umekuja wakati huu? Na Relax ni nyimbo ambayo niliimba hiyo ni nyimbo ambayo nimeimba ina karibu miaka 4 sasa. Nyimbo ambapo nilialikwa na tajiri mmoja, alikuwa na mtoto wake anamaliza chuo pale Morogoro. Basi akanialika kuimba, nikaona nitaimba wimbo upi. So nilikuwa na wimbo studio ambao nilienda kwa producer, nikakuta ameupoteza. Producer akaniambia basi tengeneza wimbo mwingine. Pale nikapata concept, basi nikatengeneza na Relax, nadhani ikatoka vizuri. Nikaenda huko nikaperform Morogoro, kulikuwa kuzuri kabisa, nikablesiwa. Na hiyo ndio nyimbo ambayo imetembea sana, madirector wengi wakapenda kuidirect, basi kadondokea kwa Mr. Kamwene. Okay.
na nawakaribisha sana watu waiangalie YouTube, waingie YouTube, lakini wasisahau kushare, kucomment na kusubscribe. Okay, sawa. Kwa mtu ambaye anatamani kukupa maoni, anatamani pia kuzipata kazi zako, anazipataje? Na kama kuna nambari pia tunaweza kumwachia, karibu. Amina, namba yangu ya WhatsApp ni 06 79 29 29 29 29 22 22 75. 75. Hiyo ni namba ambayo natumia kwenye mambo ya mixi biasi, tunasema ni mambo ya kama mtu ana sadaka anaweza katuma kuunga mkono hivyo, lakini namba ambayo inapatikana hewani, mtu ana mkutano, ana tamasha, anatamani kufanya collab, hivyo ni namba tu inapatikana hewani kwa namba hiyo na WhatsApp. Lakini pia napatikana kwenye mitandao ya kijamii kama vile YouTube. Ukitaka nyimbo yangu kudownload, unaingia Vidimate, unaandika Jackson Maliga na relax, unapata na nyimbo nyingine. Na napatikana TikTok, Facebook na Instagram kwa jina la Jackson Maliga. Okay, basi tukushukuru sana Jackson Maliga. Nashukuru sana, ubarikiwe, una kazi njema hapo studio na Mungu akubariki, azidi kukuinua sana. Asante sana. Ndugu yetu huyo ni Jackson Maliga kutoka Iringa. Tulikuwa tunazungumza naye kuhusiana na muziki wake. Bila shaka umefahamu vitu vingi sana, na nyimbo zake ziko YouTube pia. Unaweza ukamtafuta pale kwa kuandika Jackson Maliga. Wimbo wake mpya ambao ameutoa una siku 6, unafahamika kama na Relax. Baada ya kuwa tumesikiliza Nina Ndoto, sasa na kuacha nayo na Relax, ukaisikilize kwenye speaker ya radio kwako 96.5 Gospel Link. Ndo hii hapa. Mimi naitwa Sifali, niko pamoja na wewe mpaka saa 4 kamili. Wacha tukuache kidogo relax na wewe, kama jinsi ambavyo mchungaji mtarajiwa Jackson Maliga ametuambia tu relax na vitu kama hivyo. Hapo nitarudi kuja kuzicheki zile nyimbo mpya za Injili hivi punde tu. Kwa sasa wacha tu relax kidogo, au sikiliza hapo 96.5, ubarikiwe zaidi.